Online TV, na hii ni taarifa ya habari inasoma kwako na mimi Alfa Mohamed Kitogo. Katika habari za kitaifa, kimataifa, biashara pamoja na habari za michezo. Kwanza muhtasari wake. Serikali yawekeza zaidi ya shilingi bilioni 300 kuboresha kilimo mkoani Iringa. Na katika habari za biashara, kamati ya sera ya fedha ya Benki Kuu ya Tanzania iliamua kuendelea na kiwango cha riba ya mwaka 2025. Na habari za michezo, michuano ya AFCON yazidi kupamba moto baada ya michezo miwili ya nusu fainali. Taarifa kamili. Serikali yawekeza zaidi ya shilingi milioni 300 kuboresha kilimo mkoani Iringa. Kwa taarifa zaidi tunaungana na Alfa Kitogo. Serikali kupitia Wizara ya Kilimo imetoa zaidi ya jumla ya pawatila 21 zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 300 kwa mkoa wa Iringa kwa lengo la kurahisisha shughuli za kilimo, kuongeza uzalishaji na kukuza uchumi wa mkoa huo pamoja na taifa kwa ujumla. Pawatila hizo zimekabidhiwa leo Januari 2, 2026 katika hafla iliyofanyika nje ya ofisi ya mkuu wa wilaya ya Iringa. Hafla hiyo imehudhuriwa na baadhi ya wakulima pamoja na viongozi mbalimbali wa halmashauri. Akizungumza katika hafla hiyo, mkuu wa wilaya ya Iringa Mheshimiwa Benjamin Sita alimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuipatia wilaya hiyo vifaa vya kilimo pamoja na kuiletea miradi mikubwa ya umwagiliaji ambayo imeendelea kuboresha sekta ya kilimo katika eneo hilo. Pawatila hizi zinaenda kuongeza tija kubwa sana kwa wakulima wetu. Kwa upande wao, baadhi ya wakulima waliopata fursa ya kuhudhuria hafla hiyo walishukuru serikali kuwapatia vifaa hivyo, wakisema kuwa vitakuwa mkombozi mkubwa kwao, vitapunguza gharama ya uzalishaji na kuchangia maendeleo ya uchumi na wa taifa. Eliot Kulanga ni mkulima kutoka skimu ya Mlenge Pawaga. Sasa hivi tutalima kwa tija. Kwa nini tutalima kwa tija? Sisi tukiwa tunatumia kilimo cha mikono, tulikuwa ekari moja tunaweza kulima kwa mwezi mzima, lakini kwa ujua hiki chombo kimoja tu kinaweza kulima eka 5. Nikiripoti kutoka chumba cha habari, mimi ni Alfa Mohamed Kitogo wa Datu Online TV. Na huo ni mwisho wa habari za kitaifa. Habari za kimataifa. Marekani, rais wa Venezuela Nicolas Maduro amekana mashtaka yake yanayomkabili nchini Marekani. Kwa taarifa zaidi na Leonia James. Aliyekuwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro amekana mashtaka yanayomkabili nchini Marekani. Maduro amesema hajawahi kushiriki vitendo vya ugaidi vinavyohusishwa na usafirishaji wa dawa za kulevya wala kusambaza silaha, akisisitiza kuwa mashtaka hayo ni ya uongo na yamechochewa na maslahi ya kisiasa, na ameitaka mahakama itende haki katika kesi hiyo. Kesi hiyo iko katika hatua za awali na inatarajiwa kuendelea kusikilizwa katika siku zijazo. Ya dunia yakielekezwa mjini New York. Nikiripoti kutoka chumba cha habari, ni mimi Leonia James wa Datu Online TV. Tumefika tamati katika habari za kimataifa. Tunaungana na Catherine Venance katika habari za biashara. Asante sana Alfa Mohamed Kitogo. Habari za biashara. Ya sera ya fedha ya Benki Kuu ya Tanzania imeamua kuendelea na kiwango cha riba ya mwaka 2025. Uamuzi huo umetangazwa Januari 8 mwaka 2026 na gavana wa BOT na mwenyekiti wa kamati ya sera ya fedha Bwana Emmanuel Tutuba wakati wa mkutano na viongozi wa benki, taasisi ya fedha pamoja na waandishi wa habari. Akizungumza katika mkutano huo, gavana Tutuba alisema uamuzi wa kubaki CBR umefanikiwa baada ya tathmini ya kina ya hali ya uchumi wa ndani na wa dunia. Katika kikao cha kamati ya sera ya fedha ya Benki Kuu kilichofanyika tarehe 7 Januari 2026, kiliamua kuwa riba ya Benki Kuu itabaki kwa 5.75 kwa robo ya kwanza ya mwaka 2026
Uamuzi huu umefikiwa kwa kuzingatia matarajio ya mfumuko wa bei. Nikiripoti kutoka chumba cha habari, mimi ni Alpha Mohamed Kitogo wa Datu Online TV. Huo ndio mwisho wa habari za biashara. Nakabidhi kijiti kwa Alpha Mohamed Kitogo kuendelea na taarifa zaidi. Asante sana Kathleen Venance kwa habari za biashara. Tuungane na Dunia James kwa habari za michezo. Asante sana Alpha Mohamed Kitogo. Habari za michezo. Michuano ya AFCON yazidi kupamba moto mara baada ya michezo miwili kuchezwa katika viwanja viwili tofauti, ikishuhudiwa Senegal na Morocco kufuzu katika hatua ya fainali. Taarifa zaidi na Mubaraka Shebuku. Senegal Simba wa Teranga wakifuzu kwenda hatua ya fainali baada ya kuifunga timu ya taifa ya Misri goli 1-0, huku mchezo mwingine kati ya Morocco na Nigeria ukitoka sare na Morocco kwenda hatua ya fainali baada ya changamoto ya mikwaju ya penalty. Nikiripoti kutoka Datu Online TV, ni mimi Mubaraka Shebuge. Na Alpha Mohamed Kitogo tamatisha taarifa ya habari. Tunakushukuru sana Dunia James kwa habari za michezo. Habari tulizonazo leo hii ni pamoja na wekeza zaidi ya shilingi milioni 300 kuboresha kilimo mkoani Iringa. Na katika habari za biashara, kamati ya sera ya fedha ya Benki Kuu ya Tanzania imeamua kuendelea na kiwango cha riba ya mwaka 2025. Na habari za michezo, michuano ya AFCON yazidi kupamba